Salut ndawara mkije mwese na wasalimu nyewe wote sababu leo tutafanya interview kwa Kiswahili. Niko na mtu hapa. Anasema Kirundi kidogo yani nitachitaza kwa Kiswahili. Majina ni Ozi Irakoze. Niko na mtu bonge hapa. Tizo Technology mnamjua tangu zamani. Alikuwa anafanya mahiti kabisa. Na leo Bujait memtafuta tuko naye hapa. Tunataka kutongea, tuambie anafanya nini hivi. Tizo mambo. Safi sana. Uko basi tujipresente kuna majina mengi. Unapaswa kujipresente kusikia watu wakujua sikie ule ni nani. Nashukuru. Ukitaka unaita Tizo, ukitaka unaita Sound, ukitaka unaita Zebuda. Anaitwa Zebuda. Na Buda, mbona mnapenda kujiita sana Buda? Nishasikia mabuda wengi, sijui ma DJ, sijui wengine waimbaji mabuda na wewe tena producer Buda. Hiyo jina yangu ya kwangu sio Buda sasa ya kujipanga kama ya DJ. Hii ni umemwiga mtu. Ni prime. Zamani nilikuwa naitwa Tizo Pro, mwisho nikakuwa Technology kwa juu ya research kubwa ya sound. Hivi naitwa Zebuda, maana nasikia mengi paka nakuwa na experience ya Buda. Lakini unajua kama ni wengi wanajiita Buda. Sijui, mimi najua ni Tizo, ndio Zebuda kweli anaikuwa na tunzo. Maana wengine wamemwiga Tizo kama kawaida. Yes, Tizo wewe ni producer wa zamani. Mimi nakujua ningali mdogo sana na nasikia tu Tizo Technology Sound vitu ya hivyo. Lakini hivi tusikii tena Tizo kama zamani vipi? Hiyo swali inatokana na wakati kulikuwa kafuto kidogo kama manifesto kidogo, nilibidi nisafiri nikarudia Cote d'Ivoire fasi nimaliza masomo ya production. Nikafanya miaka 4. Alafu nikarudi Burundi ma 2016. Sasa tumerudia, inibidi kufuatilia kazi ya media, niangalie gisi wanani wanatumika kwa radio. Sasa kuna watu wanakuta hawamjui Tizo. Unasikia kuna watu inabidi niwapatie hela ndio wacheze muziki. Sasa nikamwambia mimi kama ni hela mnataka hamtapata hata kingorongoro, hata dolari, hata $1 sipani. Yani umewanyima umewanyima kwa makusudi. Sio kwa makusudi, kwa kuonesha kama wataka tafuta muziki mkali kama zamani, wale wa zamani wote ningesema majina wa journalist wakubwa, wanafuatilia kazi nzuri. Hivi wanataka hela. Sasa mimi sina hela, niko na hela kujenga chantier, nyumba ishe kwanza. Siku ndamaliza chantier na wapatie hizo hela wakitaka. Yaani maana yake unamaanisha kama utafanyia promotion wa imbaji wako ukimaliza kujenga nyumba yako. Sio promotion, kawaida. Producer wa Burundi, wasanii wa Bujumbura ni kawaida kila radio inabidi kucheza kazi ya Burundi, sio paka kulipa. Ndio sasa tumerudi tunikuta kuna watu wana manjanja sana, manifeshida ilikuwa manifesta watu wana manjanja, ikabidi bafai system ya kutafuta dinero pesa. Sasa mimi nikaona kama ni vitu ya utoto siko. Lakini ile iti ni change tu system kwa sababu niko na studio nyingine Kongo pale, Cote d'Ivoire pale, nyingine hata nifungue manjia mabanda ya kuingia Tanzania pale. Sasa kuna mara mingi nafanya ni kazi ya msanii wa Burundi featuring mtu fulani zinacheza mwa nchi zenye wanajua biashara. Sio hata kama unasema ni wa zamani, unasikia kama ni wa zamani, maana kuna experience nimepata. Niko na hivi Burundi tushafanya kazi nzuri, tutafute nafasi nyingine basikie kazi ya Burundi mbali. Maana kitu kinakublock sasa hivi kusikia kama zamani ni shida kuomba franga. Shida kwa juu kuna watu wanataka hela na mimi nawaambia hela haiwezekani. Mimi unaona kama hata njoo anaita kiturire lakini siwezi kapata. Wanakuomba hela kwa nini? Kusema wacheze nyimbo yako ndio maana yake. Kusema wacheze kazi nimetengeneza. Sasa hela haiwezekani, kazi nzuri wewe cheza. Kuna journalist alikuwa anatumika ku It Connection Mganda. Emerson njoo anajua maana ya uzito kutoka Uganda. Sasa Tizo angali kusikiliza kazi mara moja akaanza cheza kazi. Ikabidi kuna watu wamuelewe kwa sababu wanataka wewe usiombe franc. Samani mimi nenda kutumikia Tanzania. Ule njoo anaweza jua uzito na wengine mingi nafikiri wengi hawako tena Burundi. Mpya nao inabidi niko naangalia na macho tu hivyo. Sana kwa nini wanaomba franga wewe kwa muziki umetumika na wasombi wenye muziki? Naomba franga sababu unajua kama kwa shida kidogo Burundi, si inabidi wajue ile shida ifo angalia tawina. Sasa asikie Tizo anatumikia Kongo, Tizo kwa Cote d'Ivoire atupatia dolari hapana. Mimi siko Yesu, mimi ni mtu kawaida. Kama unapenda kazi ya technology, wewe cheza tu kwanza kazi. Alafu nikiona unafanya kazi nzuri na kuna kado ndakupa, sio aseme ndakupa hela ni kwa juu ufanye kazi. Ndakupa kado. Sasa. Tizo, mangine studio zingine zinakuwa kazi nzuri, kuna wasanii wenye zinasaidia kama labels hivyo. Tizo Technology kuna label au unasaidia wasanii aje? Niko na label. Kuna wasanii wengi sana, nikisema nianze kumbuka sitamaliza. Lakini wengi wamesafiri vile tunatafuta na wengine wa mpya wako wanakuja kwa Mezo Technology kwa kufanya kazi makubwa, mapana, maneno na sound ikuwe vizuri zaidi.
Manake ujuita nombre ya wasanii wa kwenye wako mwe technology. Wengi sana. Nikianza kusema sasa ni wengi sana. Lakini kwa hii generation ya kisasa naweza kuambia Thompson iko pale, kuna Sniper, kuna Baby Life, kuna waraperi wengine sitasema ni surprise. Huko mbele tukimaliza hii mwaka ikisha vizuri mtawasikia, sitawasema ni polepole juu ni wengi sana, akitoa tu ni mmoja ni polepole kama zamani kisi umetoa kina Salji, kisi unasikia kina Black G, kisi unasikia kina Matabaro, unasikia kina Pasli. Mike ni shida sana, ni wengi sana. Lakini hao na hivyo angalia wanatumika. Wakikuja kutumikia kwako kuna mashida sababu ni wa zamani au wanani rudia swali wakina Black G, wakina sijui wa Pasli. Kwanza Pasli amekosekana hizi siku. Hujapata idea kumrudisha muziki hapo? Kosekana, asema muziki ni mkubwa. Muziki sio kusema tu itachezwa Bujumbura. Zamani anatumika kwa sababu ya Bujumbura. Akaona soko Nairobi, akaona soko Tanzania, hiyo tafuta nyingine soko huko tena angalia kama anaweza kapita. Maana hivi sio kusema ni kama vile ukisema swali kama vile swali unasema hiyo swali ukisema nikaanza kuuliza mbona Kidumu atakuwa msikia, mbona msikia anitengeneza telenovela karudia. Maana alikuwa tu iko tumeangalia wakati ya kutoa muziki. Miaka kishakuwa ushakuwa na experience ya muziki. Au utatengeneza muziki kama vile Saki unaozisha mamaka. Ni polepole unasabia sasa. Zamani watengeneza muziki 6. Hivi kumwaka ndaka tengeneza muziki 2 wala kila miezi 6 natoa moya inatokana. Etizo basi nikushukuru kwa interview ya leo. Asante sana kwa kupokea kipindi chetu. Nashukuru sana. Na wewe nashukuru sana kwa kuniona Zibuda Technology Sound. Eyo wagwan.